Kulikuwa na kijana mmoja aliyeitwa Tunda. Aliishi katika kijiji kidogo kilichozungukwa na milima na msitu mzito. Watu wengi kijijini walimjua kama kijana maskini asiye na bahati. Kila siku alikuwa akivaa nguo zile zile zilizochoka na kufanya kazi za kubeba mizigo sokoni ili apate chakula cha siku hiyo. Lakini Tunda alikuwa na kitu tofauti moyoni mwake. Alikuwa anaamini siku moja maisha yake yatabadilika. Siku moja jioni, akiwa anarudi nyumbani kupitia njia ya msituni, alianza kusikia sauti ya mtu akilia kwa mbali. Naomba msaada. Mwanzoni aliogopa. Watu wa kijijini waliamini ule msitu ulikuwa na mizimu. Hakuna aliyethubutu kupita humo usiku. Lakini sauti iliendelea kusikika tena. Tunda akajikaza moyo na kufuata ile sauti. Alipofika karibu na mti mkubwa wa zamani, alimkuta mzee mmoja amelala chini akiwa amejeruhiwa mguuni. Mzee huyo alikuwa amevaa mavazi ya ajabu sana, kana kwamba si mtu wa kawaida. Tafadhali, nisaidie nifike upande wa pili wa msitu, mzee alisema kwa sauti dhaifu. Ingawa alikuwa na hofu, Tunda alimsaidia. Alimbeba mgongoni na kutembea naye gizani kwa muda mrefu mpaka wakafika karibu na kijito. Ghafla, ule upepo ulianza kuvuma kwa nguvu. Majani yakaanza kuzunguka kila upande. Tunda alipogeuka kumwangalia yule mzee, akashangaa. Mzee alikuwa ametoweka. Badala yake kulikuwa na fimbo ya dhahabu chini. Tunda alishtuka sana. Alitaka kukimbia, lakini sauti nzito ikasikika nyuma yake. Wewe ni mtu wa kwanza kusaidia bila tamaa. Mwanga mkali ulitokea mbele yake. Ndani ya ule mwanga alionekana mwanamke mrefu mwenye mavazi meupe yaliyong'aa kama mwezi. Mimi ndiye mlinzi wa msitu huu, alisema. Watu wengi walipita hapa, lakini hakuna hata mmoja aliyesimama kusaidia. Kwa moyo wako mzuri umepewa zawadi. Yule mwanamke akagusa ile fimbo ya dhahabu. Mara moja ardhi ikaanza kutikisika. Chini ya ule mti mkubwa kulifunguka shimo lililojaa vito na sarafu za kale. Tunda alibaki mdomo wazi, lakini mwanamke yule akasema kwa sauti kali, usitumie mali hii kwa ubaya. Ukianza kudharau watu maskini kama walivyokudharau wewe, kila kitu kitapotea. Baada ya hapo ule mwanga ulitoweka. Kuanzia siku hiyo maisha ya Tunda yakabadilika. Alijenga nyumba nzuri kwa mama yake, akasaidia watoto yatima kijijini na kuwapa chakula maskini. Wale waliomsheka zamani wakaanza kumheshimu. Lakini kulikuwa na mtu mmoja kijijini aliyeitwa Balozi. Alikuwa tajiri mwenye roho mbaya. Aliposikia siri ya Tunda, akaamua kwenda msituni usiku ili atafute ile hazina. Alifika pale pale chini ya ule mti mkubwa na kuanza kupiga kelele, nipe hazina yangu. Ghafla upepo mkali ulivuma. Sauti nzito ikasikika gizani, moyo wa tamaa hawezi kubeba baraka. Ardhi ikapasuka chini ya miguu yake. Balozi akapiga kelele kwa hofu kabla giza kumeza kabisa. Asubuhi yake watu walikuta fimbo yake tu karibu na ule mti. Na tangu siku hiyo hakuna mtu aliyewahi kuthubutu kuingia ule msitu tena usiku. Tunda aliendelea kuishi kwa amani pamoja na mama yake. Kadri miaka ilivyopita, aliendelea kusaidia maskini, watoto yatima na wazee waliokuwa hawana wa kuwasaidia. Kijiji kizima kilibadilika kwa sababu yake. Watu wakaanza kupendana na kusaidiana badala ya chuki na dharau.